Bwana Yesu asifiwe, amina. Kwa jina naitwa Godfrey Mwalongo, ni mtumishi wa Mungu nayepatikana katika huduma Emmanuel Ministry. Leo tena kutia somo linahusu ndoto. Nini maana ya ndoto na tafsiri zake kibiblia? Ndoto ni lango kama malango mengine ambalo Mwenyezi Mungu amemwekea mwanadamu yote anaishi hapa chini ya jua, ili Mungu apate kuingia kwa mwanadamu na kumfundisha kanuni, taratibu na sheria zake na njia zake, ili Mungu apate kumwokoa na wengine. Ndoto Mungu anakuonya hata mambo yatakayowapata wengine baadaye, ili Mungu apate kuokoa wao, waombe na hao wengine. Leo tunajifunza somo linahusu ndoto. Ukiota ndoto unayoona rangi ya kijani. Rangi ya kijani maana yake nini? Mungu anakutazamisha nini? Hiyo rangi ya kijani unaiona hapo ulipoota ndoto. Hata kama wewe hapo ulipokuwa kazini kwako, biashara yako, taasisi yako, nyumbani kwako, nimeota ndoto niko sehemu fulani lakini naona kijani, niko eneo la kijani, niko naona rangi za kijani. Nini maana yake, tafsiri zake kibiblia? Mungu anakutazamisha. Jiandae, unaingia kipindi cha kupata ustawi, kufanikiwa, lakini pia kuna mashambulizi yanayoandamana kwenye kipindi hicho. Unaingia kipindi cha kupata ustawi, kufanikiwa kustawi. Unajua kustawi, kuna wakati ulikuwa hujastawi, sasa unaingia kipindi cha kupata ustawi, kuboreka zaidi, kupata ustawi. Hilo eneo uliona kwenye biashara yako, taasisi yako, kampuni yako, nyumbani kwako, unaingia kipindi unaenda kupata ustawi, uendelevu, kuboreka zaidi, ustawi, lakini utaandamwa pia na mashambulizi. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 13:10 Biblia inasemaje? Mwanzo 13:10 Biblia inasemaje? Mwanzo 13:10. Mwanzo 13:10. Loti akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordani la Sodoma, ya kwamba lote pia lina maji, kabla Bwana Mwenyezi Mungu hajaiharibu Sodoma na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri ilikuwa kijani hapo unapokwenda Soari. Basi Loti akajichagulia bonde lote la Yordani hilo la Sodoma. Lutu akasafiri kwenda huyo Loti upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao, na Ibrahim akakaa katika nchi ya Kanaani, na Loti akakaa katika miji ya ile bonde, akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya madhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Loti, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na kusini na mashariki na magharibi, maana nchi yote unaiona nitakupa wewe na uzao wako. Mwenyezi Mungu anakuambia, anakujulisha unaingia kipindi cha kupata kuboreka, ustawi, kupata ustawi zaidi kuliko kwanza. Hizo rangi za kijani Mungu anakujulisha pia, lakini zitakuwa zimeandamana na mashambulizi. Ukisoma kitabu cha Mathayo 13:25 Biblia inasemaje? 13:25 Biblia inasemaje? 13:25 Biblia inasemaje? Basi Yesu akawaambia watu mfano mwingine, ufalme wa mbinguni unafanana na mtu aliyepanda mbegu nzuri. Hapo kwenye ustawi, hapo kwenye shamba, hapo kwenye biashara yako, taasisi yako. Ufalme wa mbinguni unafanana na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake. Aliwekeza mtaji wake, aliwekeza biashara, aliwekeza hiyo mbegu, lakini watu wakiwa walipolala, adui akaja akapanda magugu. Unaingia kipindi cha ustawi, lakini kitaandamana na mashambulizi. Lakini watu walipolala, adui akaja akapanda magugu kati ya ngano, akaenda zake. Basi mimea ilipoota na kuanza kuchanua, magugu pia yakaanza kuonekana, kwa sababu adui alipanda. Unaingia kipindi cha ustawi, lakini kitaandamana na mashambulizi. Watumishi wa yule bwana mwenye shamba wakamwambia mwenye shamba, Bwana, bila shaka ulipanda mbegu nzuri katika shamba lako, ustawi mzuri. Sasa magugu yametoka wapi? Yeye akawajibu, adui ndiye aliyefanya hivyo. Basi watumishi wake wakamuuliza, je, unataka twende tukayang'oe magugu? Naye akawajibu, la, msiende. Labda
mnapokusanya magugu na kuyang'oa, mtang'oa na ngano pia, kwa sababu magugu yana kawaida ya kushikamana na kitu kingine chochote, iwe ni mmea wowote mzuri, yanapeleka mizizi yake, yanashikamanisha. Bwana mwenye shamba akamwambia, msing'oe, mnaweza mkang'oa magugu, mkaondoa ambayo hayafai kwenye ustawi, lakini mkang'oa na yale ambayo adui mkang'oleza na kusababisha mimea mizuri naye ing'oleke. Acheni vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Wakati huo nitawaambia wavunaji, kusanyeni kwanza magugu, mkayafunge mafungu matita, mafungu na kuyachoma motoni, lakini ngano ikusanyeni mkaiweke ghalani mwangu. Kipindi cha ustawi unaenda kustawi, pata ustawi, kuboreka zaidi, kuongezeka, lakini itaandamana mashambulizi. Omba rehema, omba toba. Kimkiri Yesu kwa kinywa chako, kwa ni Bwana na Mwokozi, maisha yako utaokoka na adui anayeleta mashambulizi kwenye nyakati za ustawi wako. Asante kwa kunisikiliza. Usiache kusubscribe, bonyeza kitufe cha kengele subscribe, ili ale Mungu akujulishe upate kujua muda sahihi na wakati sahihi. Mungu anasema na wewe uwe makini, adui asikuingizie magugu kwenye ustawi wako. Asante kunisikiliza. Hata wakati mwingine Mwenyezi Mungu akujalia uwe na wakati mwema. Amen.